Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni Machi 15, 2022 mpenzi mtazamaji. Kwa mara nyingine niruhusu ni kukaribishe katika makala yetu haya ya Mizani mpenzi mtazamaji, hapa Sky Cable TV moja kwa moja tukikujia katika mitandao yetu ya kijamii. Mpenzi mtazamaji, ilivyo kawaida, shughuli ni kuchambua magazeti ya humu nchini, kadhalika kufanya mdahalo kuhusiana ni kipi ambacho kinaendelea, haswa ikizingatia kwamba huu ni msimu wa siasa mpenzi mtazamaji humu nchini Kenya. Kwa maana hiyo siasa zimeshika kasi kweli kweli. Mimi ni wako wa siku zote Kaka mpenzi mtazamaji. Kumbuka unao nafasi ya kutangamana nasi ama kutagusana nasi moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii. Ni Sky Cable TV Kenya FB, IG ni @SkyCableTV Kenya, Twitter ni @SkyCableTV Kenya, kadhalika kule chaneli yetu ya YouTube tupo mbashara. Kwa hiyo tufuatilie kule uone ni yepi ambao tumekuandalia. Kadhalika mimi nifuatilie katika mitandao yangu ya kijamii. FB ni Kaka Gega. Tuma maoni yako, harafa yako, swali lako na tukinafasika tutalipitia moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, siku zote studioni huwa siwi peke yangu, ninaye Bwana Kim. Huyu ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, kadhalika mchanganuzi wa masuala yanayofungamana na sheria. Kwa hivyo tutaandamana naye moja kwa moja angalau kufanikisha kipindi cha siku ya leo. Kwa maana hiyo Bwana Kim, yes, kaka. Utamsabahi mtazamaji wetu, kadhalika mwambie leo hii kuna nini katika studio zetu hapa. Asante sana Kaka Tom. Na mtazamaji wa Sky Cable TV Kenya, ni siku nyingine njema ambayo tumejaliwa na Jalali kufika katika hiki kipindi cha Mezani. Ni kipindi ambacho hujia kila Juma 4 ndani ya Sky Cable TV, tayari kuchambua gazeti na kujua yanayojiri katika uringo wa siasa. No. Na Kaka Tom, naona meri letu la Mezani no. limesha ngoa nanga bila shaka kuelekea upande mwingine huo. Naam, karibu sana. Tunayo mengi tu ya kukuambia katika ulingo wa siasa, mtazamaji wa Sky Cable TV. Karibu sana. Tayari tahayatu kumakinika nasi. Na basi mtazamaji, safiri nasi na moja kwa moja Bwana Kim. Mkononi mwangu ninalo gazeti la Daily Nation, chapisho la shirika la utangazaji ama la habari humu nchini, Daily Nation kule, na taarifa kuu ambayo imekolezwa kwa wino mweusi inasema kwamba Ruto is big day. Yaani leo ni siku kubwa sana kwa kinara wa chama cha UDA na mlengo wa Kenya Kwanza, ya kwamba leo hii naam okay. Ni UDA kile ama nimekosea, chama cha UDA kile UDA. Kwa hiyo leo ni siku kubwa kwake, maana leo hii katika uwanja wa Kasarani kule atasimikwa rasmi kuwa mgombea wa kiti cha urais katika mlengo wa Kenya Kwanza. Kwa hiyo taarifa kuu katika gazeti hili la Nation ndio hiyo, na taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti hili la Daily Nation mtazamaji. Kwa hivyo Bwana Kim, yes, labda kwa kifupi tu tutarajie nini kule katika uwanja wa Kasarani, maana leo ndo ile siku wanasema kwamba siku ya ndovu kumla mwanawe. Siku ya ndovu kumla mwanawe. Tutarajia tu kama yalofanyika kwa NDC zingine. Juzi tulikuwa na NDC ya Azimio la Umoja na walofanya kitu kikubwa pale. Taarifa iliyogonga sana vichwa vya habari ni taarifa tunaelewa vyema kabisa, ni kwamba mgombea urais ni aliwaazimio ni Raila Odinga, mgombea rais wa chama cha wa muungano wa Kenya Kwanza ni Ruto. No. Kwa hivyo pale tunajua tu ni ile tu kutawazwa, ni ile tunaita ceremonial, lakini ndani na undani tunajua liwe liwalo
wale ndo watakuwa wagombea urais wa hizo vyama mbili. Kwa hivyo pale labda tu wanasema kitakachokuwa kikubwa, kuna wale wanaitwa surprise guest. Naam. Manake wanajua hii si taarifa kubwa, si tunajua tu kumtawaza lazima ingekuwa hivyo. Kwa hivyo pale hakuna kitu kubwa. Ile kitu kubwa ni nani atakayejiunga na chama cha UDA leo. Manake nawasikia sana wakisema kutakuwa na surprise. Wale wageni wa kushtukiza ambao watatingiza. Naam. Yeah. Kwa mfano kulikuwa na duru ambazo sina uhakika nazo kwamba Martha Karua angejumuika kule. Ni madai tu, sijui kama ni kweli. Yalikuwa ni madai. Naam. Yeye alikuwa amealikwa. Alikuwa amepata mwaliko kufika pale. Lakini katika mitandao ya jamii kuna ile tunaita Twitter yake alijibu na akasema ni kwamba amealikwa na lakini hana mpango wote kuhudhuria. Lakini ni wanasiasa hao, maana anaweza kataa lakini tumpate kule, maana wanasiasa hao wa Kenya ambao tumewazoea. Mimi ninavyomjua na siasa zake nimezifuatilia kwa karibu sana. The Iron Lady tunamuita Martha Karua. Naam. Ni kwamba anamaanisha anachokisema. Kwa hivyo ndo labda atakuwa, unajua siasa nazo zibadilisha watu, lakini ninavyomjua yeye husema vile anamaanisha. Naam. Yes. Kwa hiyo lakini hatahudhuria. Tusubiri, maana wanasiasa siku zote ni wale wale, hamna ambaye ana msimamo wake ambao ni dhabiti. Wanasiasa ambao wana maadili mema kama Martha Karua. Naam. Siasa ambaye ana maadili, akisema amesema. Tusubiri, na iwapo atakuwa kule basi sijui itakuwaje. Kwa hiyo mtazamaji, hiyo taarifa ambayo imeangaziwa katika gazeti lako la Daily Nation. Kadhalika taarifa nyingine ambayo imeangaziwa katika gazeti hili la Daily Nation nasema kwamba Jubilee is you turn on Raila deputy. Yaani huyu ambaye tunamuita David Mrathe amesema kwamba baada ya Kalonzo kujumuika na Azimio la Umoja, sasa si lazima kwamba mgombea mwenza wa Raila atoke Mlima Kenya. Kuna uwezekano kama huo? Maana taarifa ambayo imeangaziwa hapa katika ukurasa wa 12, 13 wa gazeti la Daily Nation. Ni kweli Mrathe anaongea. Lakini unajua mara nyingi wanasiasa, wewe umetoka kuniambia hapa wanasiasa ni wale wale. Ni dhahiri kwamba imebainika mgombea mwenza wa miungano hii miwili kati ya Azimio na Kenya Kwanza. Naam. Lazima atatoka katika mlima. Kama kuna maneno yanayosemwa ni siasa tu. Lakini tukifika kwenye mdahalo najua tutalichambua hilo kwa kindani zaidi. Naam, kwa hiyo mtazamaji, ni taarifa ambayo imeangaziwa katika ukurasa wa 12 na 13 kwa gazeti la Nation. Kwa hivyo tunaona kuna picha za Peter Kenneth, kunaye Peter Munya, kadhalika kunaye huyu Martha Karua. Kwa hivyo picha zao ziko hapo, zinaashiria kitu fulani. Taarifa nyingine ambayo imeangaziwa pia katika gazeti hili la Nation, mtazamaji, ni taarifa ambayo inahusiana na ile dhuluma ambayo yule mwanamke ambaye alidhulumiwa na wanabodaboda. Kwa hivyo mhusika mkuu wa ile dhuluma alitiwa mbaroni jana kule mpakani, mpaka wa Kenya na Tanzania, kitaka kuingia Tanzania. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ametiwa mbaroni, ameshakamatwa. Nadhani walokuwa wanampa mawaidha, ama ni kama yeye alikuwa anajipa mawaidha, walimkosea huyu kijana. Naam. Manake alichohitajiwa kufanya huyu kijana ni kujipeleka katika kituo cha polisi. Naam. Na ajisalimishe kuliko alivyofanya kukimbia na kukimbizana na wanadisi. So naona hali yake itakuwa ngumu, lakini angekuwa na watu wa kumpa mawaidha, wangempa mawaidha kitambo ajisalimishe. Lakini kitumbua chake tunasema kimeingia mchanga. Sasa atapambana na hali. Yes. Kwa hivyo anaitwa ni Zakaria Nyaoga Obadia huyu.
Kwa hivyo alikuwa na mipango ile ya kukwepa, lakini bahati mbaya ama nzuri alikwisha kamatwa hiyo jana. Kwa hivyo ameongeza makosa kwa sababu ya kupotea. Kwa hivyo yani ni kama amejiongezea shida, maana hii inaonyesha wazi kwamba alihusika sasa, maana angejisalimisha labda ajitetea aseme kwamba sikuhusika, labda angesamewa, lakini huku kujaribu kutoroka basi huku kumemtia katika mashaka hata zaidi. Na taarifa nyingine bwana Kim, katika taarifa hiyo kuhusiana na Zakaria huyu Nyaoga Obadia ipo katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Daily Nation, na taarifa nyingine ni kuhusiana na mitihani ya kitaifa ambayo iling'oa nanga jana, ile ya wanafunzi wa kidato cha 4, na baada ya mitihani hiyo kung'oa nanga basi tumeshuhudia wizi mkubwa sana, maana kuna wawili ambao walishikwa wakifanyia wengine mitihani kule Busia, kule Kisii. Mwanafunzi wa chuo kikuu alienda akaamua kwamba yeye ni mwerefu zaidi, basi akaamua kukalia ule mtihani, na tunaambiwa kwamba kwa niaba ya mwingine, na tunaambiwa kwamba kuna mwalimu mkuu ambaye alishikwa kutoka shule gani, maana taarifa hii imeangaziwa katika ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti hili. Mwalimu aliyeshikwa kutoka shule ya kule maeneo ya Nyeri nadhani. Yes. Alishikwa baada ya kuhusika katika wizi wa mitihani. Kwa hivyo hii inaashiria nini bwana Kimu? Maana hii ni siku ya kwanza lakini tumeshuhudia wizi wa hali ya juu katika mitihani, na tutarajie nini katika kipindi cha mwezi mmoja ujao? Hii nakwambia ni kwamba tumetia matumaini sana kwenye masomo katika maisha ya kila Mkenya. Na ni vyema, lakini inaonyeshana ile the stakes are high, manake kuna mtihani pia tulikuwa unaendelea wa darasa la 8 ambao likamilika wiki jana, lakini ule hukuwa na wizi mwingi. Lakini huu umeanza na vishindo na wizi, kumaanisha zile stakes ziko high, na ni vile masomo yamefanywa kuwa ndo yamewekwa pale mbele, so inaonyesha na hiyo ni kwamba huu mtihani unajitama maisha ya mtu hapa Kenya. Naam. Ndio maana wanajaribu kwa njia zote, yani kuhakikisha kwamba wamepita mtihani wenyewe. Manake system yenye imewekwa ni kwamba lazima utegemee masomo sana. Ni kweli lazima utegemee ndo maisha yako yawe sawa. Ukianguka mtihani inajulikana wazi maisha yako imekuwa lakini siku hizi kuna hivi view ambavyo ni vya kiufundi tunasema, ambavyo hata ufeli vipi unaombwa ya kwamba ujiunge kule, labda usomee masomo ya sanaa, labda ufundi kidogo. Kwa hivyo na wanasema siku hizi ukitoka katika hizo TVET basi nafasi yako ya kuajiriwa inakuwa kubwa kuliko huyu mwenye ameenda chuo kikuu labda amesomea udaktari na kadhalika. Hiyo yote ni kweli, lakini Kaka, ni dhana iliyowekwa. Kuna dhana iliyowekwa kwamba ukienda chuo kikuu basi wewe ndo haswa hizi vyuo. Kuna vyuo tunavyojua Kenya zipo kama chuo cha Nairobi, Kenyatta, JKUAT na Maseno na zingine zile kubwa, so maisha yako tu yatakuwa sawa. Ni dhana iliyowekwa, lakini unaposema kuna wengine tu wanabobea huku biasharani mambo mingi, lakini kuna dhana ile. Na mtazamaji anakuambia ni dhana ya kwamba, lakini ndo maana mwanzo tuwe na ECBC, maana itasaidia sana. Hakutakuwa na mambo haya mitihani, maana utasaidia sana. Manake tunavyoelewa Kaka ni ati mara nyingi masomo ama system tunayotumia ya Kenya si ya kukuwezesha, yani kuempower ile ya kuwa na elimu, knowledge mingi. Na kama mimi nakumbuka nilifanya subject tuazitaje kwa Kiswahili, nilifanya nyingi. Mwalimu wa hesabu akitoka, wa Kizungu anakuja, wa Kiswahili, wa sayansi, wa historia na ingie. Sasa unakuta yule mtoto ana knowledge ya, kama ni mtoto wa kushika anaelewa mengi tu, lakini katika hali ya kujifanyia yeye mwenyewe
inakuwa ngumu, manake hajafunzwa ama hajachukua ile direction alikuwa anataka. Kwa hivyo mtaala wa CBC utakuja kuondoa mambo ya wizi. Naam. Nadhani utatusaidia sana ukizingatiwa na serikali. Naam, ila kuna wanaopinga tu. Kuna wanaopinga, lakini nadhani mahali ambako tumefikia sasa hivi na huu mtaala haturudi nyuma tena, maana tukirudi nyuma tutakuwa tumepoteza pia, licha ya kwamba ni mfumo ambao ni unahitaji senti, lakini ni mzuri kwa upande mwingine. Kwa hiyo mtazamaji, taarifa kuhusiana na wizi wa mitihani upo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nation, na taarifa kubwa hii imeangaziwa. Tunao wanafunzi ambao walianza mitihani yao hiyo jana ni 831,015 hao ambao walianza mtihani wao wa kidato cha 4. Na mtazamaji, taarifa nyingine inahusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Bwana Kim, hali ya maisha nchini Kenya mbaya, lakini Ibra jana waliongeza bei ya petroli na diseli. Ni kwamba kuna mambo yanayochangia. Manake tunajua kuna ule mfumo uliokuwa umewekwa, ama kuna fedha zilizokuwa zimewekwa na tume hizi zinashughulikia mambo ya energy. Kwamba ilikuwa inaleta subsidy. Lakini kama imetolewa na serikali, unajua ilikuwa imewekwa miezi 6 ambayo iliyopita, kama sasa wameiondoa. Kwa hivyo hiyo inachangia sana. Kuna fedha zilizotengwa za subsidy za kufanya bei kipanda juu inapunguzwa. Ni kama hiyo imeondolewa kwa sasa, sijui serikali na mpango upi. Na pia tukumbuke kuna vita vya Ukraine na Russia, na tunawategemea sana katika hii sekta. Naam. Kwa hivyo pia hiyo inachangia. Na hiyo ni mambo tu inafanyika dunia mzima. Manake hali ya kimaisha inapanda kote, si Kenya peke yake. Naam. Kwa hiyo taarifa hiyo mtazamaji ipo katika ukurasa wa 6 wa gazeti la Nation. Na labda tukitoka nje ya mipaka yetu humu nchini, ni kwamba taarifa nyingine ambayo imeangaziwa na gazeti ile la Nation ni ile kuhusiana na aliyekuwa rais wa Marekani samani Barack Obama alipatikana na virusi vya corona. Hii inasema nini kuhusiana na corona? Corona ipo. Na si kwamba corona imeisha. Juzi tulipokuwa tukiongea hapa Kaka, naam, na ile taarifa wiki iliyopita kulikuwa na taarifa ilikuwa inasema kuna ile kampuni ya kutengeneza chanjo ya Moderna, naam, imefika nchini. Na haswa hata kama si kwamba itatengeneza chanjo tu za virusi vya COVID, ni kwamba inatengeneza chanjo zingine, lakini inamaanisha COVID ipo hapa na si kwa hivyo ni kumaanisha ugonjwa bado upo. Na sikujua kwa nini waziri wa afya alisema kwamba si lazima uvae mask ya barakoa, lakini navotembea tu wanasema kuna mazoea, watu wengi tumezoea kuvaa. Kwa hivyo bado niko nayo, itachukua muda hadi upate ya kwamba hamna ambaye anavaa tena, maana ni mazoea hayo. Kwa hiyo hii inaashiria ya kwamba bado kuna corona, lakini nchini Kenya wamesema kwamba mask si lazima mtu kavae. Lakini nadhani sitasema kwamba ni hatua nzuri kutangaza kwamba si lazima watu wavae mask, maana pia ukiangalia kuna wale ambao wamekuwa wakiuza mask na hizi kampuni, kuna wale ambao walikuwa wameagiza mask kutoka mataifa mengine na zilikuwa zimefika nchini Kenya, kumaanisha kwamba hii ni hasara tayari kwao. Mara nyingi Kaka, mimi ushindwa kuielewa serikali. Manake kukuwa na mtu alikuwa na shida ya barakoa. Unakumbuka watu walikuwa wanaleta shida waondolewe ile ilikuwa inaitwa curfew, ile makataa lockdown, hiyo watu walikuwa wanang'ang'ana. Lakini kwenye barakoa kuna mtu alikuwa na shida. Sijui sasa ikatolewa kwa nini.
Manake hakuna mtu hata alikuwa na shida ya kusema hapana tuondoleeni. Lakini naona sasa walo kabwa kodi wauzaji hawa. Wauzaji pia tumeelewa polisi tu walikuwa wanaitumia kama njia ya kuhangaisha wananchi na kupata kitu kidogo. Naona ni kama ule mlango umefungwa. na kuna mtu alikuwa anasema kwamba kuna wanasiasa unajua wamekuwa wakichapisha hizi mask majina yao ya kwamba ikifika huo wakati wa kampeni sasa wawagawe kwa wananchi. Labda unapata kama ni Azimio la Umoja unapata mask imeandikwa Azimio la Umoja. Sasa hii si imetatiza mambo pia. Imetatiza mambo pia. Lakini mara nyingi ngoja tumpe najua Wizara ya Afya inajua zaidi. Naam. Na tunakaribisha, lakini ile kitu sielewi ni kwamba mbona ikaondolewa haraka hivyo na kutangaza, manake hii ni mambo tu ingeachwa ijiondoe pole tu. Wasituambie na wasituulize na wasiulize, yani watu waende wakiacha wenyewe hadi ifike mahali mtu havai tena. Manake sasa imelegeza, serikali imelegeza, lakini sasa wakisema wamelegeza, wakitangaza wamelegeza, sasa unaona hapo wangeiacha tu ife tu pole pole. Maoni yangu, lakini anayejua zaidi ni Bwana Mutahi Kagwe na wizara yake ya afya. Lazima kuna kitu ameona. Mambo tu ni mengi. Yes. Si neno mtazamaji. Kwa hivyo taarifa hii kuhusiana na kule kupatikana na virusi vya corona kwa aliyekuwa rais wa Marekani ni Barack Obama ni katika taarifa za anga za mataifa ukurasa wa alikuwa amechanjwa na alikuwa amechanjwa mpaka mara 3 mpaka ile inaitwa booster hiyo. Kwa hivyo inamaanisha ugonjwa ujenda popote upo bado upo nasi. Kwa hivyo taarifa hiyo ipo katika ukurasa wa 28 wa gazeti la Nation mtazamaji. Na Akim, kabla tuachane na gazeti hili la Nation, tuangazie spoti kidogo, maana leo hii kuna UEFA Champions League mkondo wa pili. Leo mechi ambayo imeangaziwa hapa ni United wanamenyana na Atletico Madrid. Na awamu ya kwanza samani ama ule mkondo wa kwanza walitoka sare ya kufungana bao 1-1. Leo tutarajie nini katika mchuano huu? Leo Kaka Choma, kwanza mimi ni na ukumbuke United watakuwa nyumbani United watakuwa nyumbani. Na pia mimi ndio timu huwa naunga mkono ama na support. Kwa hivyo leo nadhani vijana watajituma. Naam. Lazima wahakikishe wamefusu kwa robo finali. Na unakumbuka wanapatana na Atletico. Na kwamba Atletico si timu ndogo, lakini imekuwa na matatizo. Hata ukiangalia pale ligi ya nyumbani ya La Liga, ni kwamba imekuwa haifanyi mzuri sana. Si ile Atletico ambayo tulikuwa tunaijua. Ile na pia Manu na yumba, lakini unajua Manu alipata bao 1 kule ugenini. Kwa hivyo hiyo inampa motisha leo kumakinika na kusababisha. Kwa hivyo ni mechi ambayo itakuwa gumu, lakini naipa timu ya Manu upato kuhakikisha kwamba wamefusu. Lakini mbona nahisi ya kwamba wahesabike. Mbona nahisi Man U leo chao kitakuwa kimeisha katika Champions League. Mpira udunda. Mbona nahisi leo kama watadenguliwa nje. Hao ni maoni yako. Na meji nyingine ni ile itawakutanisha Ajax na Benfica. Wale mpe Ajax. Maana pia katika mkondo wa kwanza walitoka sare ya 2-2. Wale alo nyumbani sasa ndo tunampa upato. Ajax wako nyumbani. Na Ajax ni timu ambayo pia inafanya vizuri sana. Lakini season hii ama mbula huu imekuwa haijakuwa pia ikifanya vizuri. Benfica pia pale nyumbani
lakini timu iliyo nyumbani leo ndo tunazipa ndo ushindi kwao. Ushindi kwao. Tusubiri mtazamaji ni tuzo. Kwa hiyo mambo yataanza saa 5 usiku wa leo, kwa hivyo fuatilia michuano hiyo mtazamaji, utaniambia baadaye, lakini nahisi ya kwamba United leo kama mlango wao kule utakuwa umefungwa. Mtazamaji, kwa kabla tuyachukue mapumziko mafupi, tulipitie gazeti la Standard na kabla tuingie katika mdahalo wetu, na taarifa kuu bwana Kim inasema kwamba trouble in Azimio, kule kujiunga kwake Kalonzo katika Azimio la Umoja kumeleta shida. Na Kalonzo anasema kwamba hajui ni vipi aliingia Azimio, maana hata mkataba wenyewe ambao alitia saini hajui. Natumai taarifa hii ndio tutakuwa nayo kwenye mdahalo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutaichambua kwa kina. Naam. Lakini kwa sasa Kalonzo ni mtu tu aeleweki. Ni tikiti maji ambavyo wanamuita ni watermelon. Lakini pia wanaosema tena si kwa mlima, unajua wanataka kumkaribisha manake ana kura nyingi, lakini hiyo taarifa Kwa hiyo taarifa kuhusiana na shida hizi za Azimio na kujiunga kwake Kalonzo basi ni ukurasa wa 6 wa gazeti la la Standard, samahani mtazamaji. Na vile vile ukiangalia Standard pia wameangazia gazeti kuhusiana na hii hafla ya Ruto kule Kasarani leo hii. Naam, taarifa hii pia imeangaziwa. Kwa hivyo katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Standard sema kwamba Ruto is big day as he is set to take UDA flag. Kwa hiyo siku yake kubwa. Na kadhalika Standard wameangazia taarifa kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta, na taarifa hiyo yote kwa ujumla ipo katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili la Standard mtazamaji. Na vile vile Standard acha nyuma kuhusiana na taarifa ya mitihani. Kwa hivyo pia wameangazia taarifa kuhusiana na mitihani ya kidato cha 4 ambayo inaendelea. Kwa hiyo taarifa zinawiana, hamna tofauti kubwa. Hamna tofauti kubwa. Standard na Nation taarifa zinawiana sana mtazamaji. Na tuangalie taarifa za spoti katika ukurasa wa ama gazeti ile la Standard, tuone ni zipi wameangazia. Maana Nation ilikuwa wameangazia ligi ya klabu bingwa Ulaya usiku wa leo. Lakini je, Standard wanasemaje? Standard wameangazia taarifa nyingine kuhusiana na mchezo wa gofu. Mchezo wa gofu wameangazia taarifa hiyo kuhusiana na Kosgei huyu mchezaji wa gofu. Na wameangazia pia masuala ya riadha kuhusiana na Victor Chepkwony huyu. Wamemwangazia, kwa hivyo hawachangazia sana kuhusiana, lakini licha hivyo wameangazia United pia katika mashindano ya klabu bingwa Ulaya. Manchester United wasimame wahesabike kama timu zingine kubwa. Yes. Kwa hivyo leo ni siku yao ya kusimama kidete, wahesabike kama Man U tunayoitambua. Naam, kwa hivyo ninamuona Rashford huku ameinama, kwa hivyo wamemwangazia hapa katika gazeti la Standard ukurasa wa nyuma zaidi, ukurasa wa 48 wa gazeti hili. Kwa hivyo wanasema kwamba the real Man United should now stand up and be counted. The real Man U tunajua. Ile Man U ambayo inatambulika, ile ya Ferguson ile. Kwa hivyo pia Standard wameangazia taarifa hiyo mtazamaji. Kama ndo mwanzo mtazamaji unajumuika nasi, ni makala ya Mezani. Tunachambua magazeti, kadhalika tunachambua mawili matatu kuhusiana na siasa za humu nchini, kizingatiwa kwamba huu ni msimu wa siasa. Na leo hii hafla kuu ni ile ya kutawazwa kwake kinara wa chama cha UDA, kadhalika muungano wa Kenya Kwanza, ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Kwa hivyo hafla ambayo itafanyika katika uwanja wa Kasarani leo hii, mtazamaji, tunasubiria tuone ni kipi ambacho kitatokea katika uwanja huo wa Kasarani leo hii. Kwa hivyo wafuasi wote wa Kenya Kwanza na UDA
muda. Natumai kwamba wamejejea katika uwanja wa Kasarani mtazamaji. Kwa hiyo unayo nafasi ya kutagusana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @Sky Cable TV Kenya, channel ya YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Nami mitandao yangu ya kijamii, FB ni Kaka Mogega, nifuate kule, tuma maoni yako, tutayapitia tukinafasika. Bwana Kim, Yes, nafahamishwa kwamba bado mapumziko, kwa hivyo moja kwa moja labda tuingie katika mdahalo wetu siku hii ya leo, na tunaanza na taarifa kuu ya kuhusiana na Kalonzo kujumuika na Azimio la Umoja. Hii inaashiria nini mwanzo? Kwanza Kaka Tom niseme Kalonzo Musyoka Naam. Anajua kwamba anahitajika katika yani wale tunajua yeye amejua kwamba Kalonzo ana wafuasi wengi pia. Na Kenya tunajua vizuri ni nchi ambayo misingi siasa tunasema wale kingpin ama wale viongozi wanarudi nyumbani. Na shida na hiyo lazima wafuasi wake kwanza watoke nyumbani kwao. Tunasema charity begins at home. Na tunajua Kalonzo amekuwa ni kiongozi wa Ukambani kwa muda sasa, toka enzi za Kibaki. Enzi za Uhuru pia amekuwa pale, na ndio manake wameshikana na Raila mara mbili. Manake inasemekana na kura zinaenda wanaomunga mkono kura milioni 2 pale Ukambani. Tunaelewa kuna kura milioni 1.5 pale. Lakini pia kuna wale tunasema wako diaspora wametapakaa kila mahali, Mombasa, Nakuru na maeneo mengine mengi, Wakamba, na wanamuunga mkono Kalonzo Musyoka, yeye ndio kingpin wao. Kwa hivyo imebainika wazi timu mbili zinamhitaji, lakini yeye alichagua timu ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Na tukiangalia Kalonzo Musyoka ni mwanasiasa mkongwe ambaye ameifanya style yake ya siasa ni kuwa kutoeleweka. Ni ile tunasema amekuwa very consistent na kutoeleweka, kuwa indecisive, mtu ambaye haeleweki. Si kwamba hajui, lakini ni mfumo ambao ameuchagua wa siasa. Manake mara nyingi unampa ile kitu inaitwa favor. Mara nyingi unamkuta anapitia katikati yao. Nakumbuka wakati wa Kibaki alipita katikati yao na kumuunga Kibaki mkono. Basi wakati walikuwa wanaungana na Raila Odinga, amekuwa akifanya hivyo. Raila Odinga amefanya na yeye kazi. So ni kwamba amejua hii ndio style yake ya kuwa indecisive ama kutoeleweka. Lakini mara nyingi unakuta huo mfumo si aliingia alisema amemuunga mkono Raila Odinga, wamejadiliana, amemuunga Raila mkono, lakini pia unamsikia akisema bado sijamuunga mkono, sijaingia ndani na miguu yote miwili. Kuna mambo ambayo yazingatiwe, na naona David Murathe pale ndani akisema mlima wakati ama chama cha Jubilee si lazima kipewe kiti cha naibu wa rais. Lakini unajua ile ni siasa. Tunajua kabisa lazima mgombea mwenza atoke mkoa wa kati, la sivyo basi watapoteza kutoka maeneo hayo. Na bado tukizungumzia masuala ya Kalonzo Musyoka kujiunga na Azimio la Umoja, licha ya kwamba alijiunga, inaonekana kwamba ni kama alisukumwa ajiunge na Azimio la Umoja, maana jana amesema kwamba hajui ni kipi ambacho kilifanyika ama ni mkataba upi ambao aliutia saini kuingia katika Azimio la Umoja. Hii inaonesha nini kwa Kalonzo Musyoka? Si kujichanganya huko? Kaka Tom, tumesema hivi. Kalonzo kwanza anajua ana kikapu tu kina chakura. Na pia amechagua huu mfumo wa kutoeleweka. Naam. Na hiyo mara nyingi inachangia yeye kupata nafasi
kisiasa, ile inaitwa bargaining power. Inahakikisha amepata nafasi tu nzuri popote anapoenda, wakati anawashtua mimi nitatoka, mimi niko ndani nitatoka, anawaweka on toes, anahakikisha wamempa tu amepata kiti cha juu ama amepata anachotaka, kitu ambacho ni tangible, kitu kizuri. Kwa hivyo hiyo ndio style yake. Na kabla tuingie kwa hiyo nyingine, niona anasema Murathe matamshi anayosema kuhusiana na Kalonzo. Naam. Ni kwamba unajua lazima wamemjua ni mtu wa mshike so vile kumweka tu pale na kumhakikishia ako hapa, na wakati ule muda pia unajua siasa ziko hivyo, muda unasonga. So wakati utafika tu ataambiwa mgombea mwenza atakuwa, nimeona kuna Peter Munya yuko wanapigiwa sana. Kuna Peter Kenneth, kuna Peter Munya, Martha Karua wapo. Martha Karua, na ukiangalia Martha Karua sana anaegemea upande wa Azimio la Umoja. Ila hajataja, lakini dalili zote mara ya mwisho kule ndiko atakapokwenda. So ni kumaanisha Kalonzo pia ameingia hapa Azimio, ame cause trouble venye gazeti inasema. Manake wanamlima pia wajielewi mzuri. Lakini hesabu zinaweza badilika. Mimi nilikuwa naona upande wa Azimio na upande wa Kenya Kwanza pia kuna zile shida ndani, manake kuna watu wa mlima na wanajua nafasi ni yao. Na kuna ujio wa nani wa Musalia Mudavadi na Wetangula, lakini Musalia Mudavadi ndo anapigiwa debe sana. Mambo yanaweza badilika hivi vyama viwili vikishikana viseme wale wa Kenya Kwanza tutapata Mudavadi, na upande huu wa Azimio tupate Kalonzo Musyoka. Wanamlima hawatakuwa na budi, watakuwa na lolote. Naam. Sasa wao ndo watachagua kura zao zitakwenda wapi. Na hiyo italeta mgawanyiko mkubwa sana upande zote mbili. Na siasa yaweza kuwa ngumu, manake mlima ndo una kura nyingi sana. Kwa hivyo kuna shida. So mwenye anataka kupata na raundi ya kwanza bila kuwa na ile tunaita kurudia runoff, lazima amtafute mtu wa mlima awe mgombea mwenza. Katika gazeti la Nation kuna quote hapa ambayo ama maneno ya Kalonzo, amesema kwamba I am not a selfish leader and that is why I decided to join my brother Mr. Odinga to form a grand coalition that will take over the leadership of the country from President Uhuru Kenyatta on August 9th. Maneno haya yana maana gani? Cha kwanza, maneno kama haya yakitoka kwa mwanasiasa ni kwamba tutayachukulia tu ni siasa. Manake tunasema siasa, kitu cha kwanza ni ile kuwa selfish. Lazima uwe selfish wewe kama individual, ama selfish wewe na eneo ama na wanaokuunga mkono. Manake tunasema siasa it's all about interest. Na interest lazima ipewe kipao mbele. Interest yangu nasema it's a game of interest and competition of idea. Interest yangu, alafu kisha tushindane kimaoni. Lakini matamshi ya Kalonzo ni kwamba ako very selfish kama mwanasiasa mwingine yoyote. Lakini haya ni maneno ambayo tuambiwi kwa siasa. Kila mwanasiasa lazima na tukimalizia swala hili la Kalonzo, na kwa kivyovyote vile, kwa mtazamo wako, Kalonzo atachukua nafasi gani katika Azimio la Umoja? Kalonzo kwa sasa itakuwa ngumu kuelezea. Lakini mimi naona Kalonzo atakuwa tu, unajua nilipomsikia Uhuru Kenyatta akiongea pale walipokuwa pale Jakaranda, maeneo ya Eastlands, ni kwamba alisema serikali ni kubwa sana.
na lazima kila mtu ataungana nasi, atapata nafasi, lakini ni kuambie 110 110% ni kwamba mgombea mwenza lazima atoke kwenye mlima Kenya. Unless hizi timu mbili zitashikana waongee. Unajua siasa ni ni tofauti sana. Backdoor meeting, washikane waseme hatumpi mtu wa Central sasa pale, lakini mwenye atachukua kama ni upande wa Kenya Kwanza, mwenye atachukua mgombea mwenza wa Central, inamaanisha pale ndipo mlima utaangalia. Manake kama tunavyosema siasa zote ni selfish interest, kwanza mimi. Na kila binadamu wako hivyo Kaka Tom. Pia wewe lazima ujiulize, mimi kwanza napoenda pale ni nini nitakachokipata, ama manufaa yangu kuwa pale ni nini. Hauwezi enda tu pale kufanya vitu. Kwa hivyo mwenye lazima timu mbili zipate mgombea mwenza kutoka pale. Kwa hivyo hizi nafasi za Mudavadi na Kalonzo Musyoka ni kwamba watapata tu nafasi kubwa, ziko kwa mawaziri, labda kwa mawaziri ama mali tu kuna watatafutiwa nafasi ambazo zina shinikizo. Yes. Si neno. Tuachane na ya Kalonzo, maana Kalonzo amesema kwamba ni kiongozi ambaye siku zote amekuwa ni tikiti maji, yani amekuwa kama kinyonga, maana asubuhi rangi yake itakuwa hii, mchana rangi yake iko hii, jioni hii. Si kwamba ajui, watu wanasema hivyo, ni anajua huo ndio mfumo ambao ameuchagua, ameamua tu kusonga nao ili yani very consistent. Ukimwangalia siku zote ni mtu ambaye utasema yuko hapa ama hapa, ana ule msimamo, lakini si kwamba haelewi, anajua mzuri, lakini ule ni mfumo wake. Na mara nyingi unampa tu favor, anapata nafasi tu kwa ule mfumo wake. Haya, siku ilikuwa Jumamosi ama Jumapili, tuliona kule katika uwanja wa Jacaranda hapa jijini Nairobi, Raila akitangazwa ama akisimikwa rasmi kwa mgombea wa kiti cha urais Agosti 9 kwa tiketi ya Azimio la Umoja. Maoni yako ni yapi? Maana si jambo jipya hili, maana mambo ambayo tulikuwa tunatarajia kwamba Azimio la Umoja ni Raila. Lakini kule kutangazwa rasmi ama kusimikwa, basi na ashiria nini? Kwanza tulisema tukianza ni kwamba kutawazwa huku ni muhimu kisheria. Manake ni declaration zinafanywa by ile tunaita acclamation. Yes, lakini ni kumaanisha ametawazwa officially. Lakini kisiasa na kidani tulikuwa tunajua atakuwa tu bado ni yeye, lakini kuna ule urasmi sasa, kurasimisha mambo na kuhakikisha ni yeye na amepitishwa na wanachama wote ama wale delegates, na pia kuondoa doubts ya wanaokuja kama kina Kalonzo kusema pia mimi bado niko kwenye race, sijamunga mkono kama wanavyosema pale upande wa Kenya Kwanza. Kwamba chama cha ANC kiko ndani, lakini wanasema Ruto si the outright candidate, lakini anapotawazwa ama ile officially inamaanisha sasa ile nafasi na mwenyewe, sasa wengine mtatafuta nafasi zenu. Naam. Yes. Na tulimuona Rais Kenyatta mwenyewe alikuwa kule na alihutubia ambao ulikuwa kule. Sasa huu uwepo wa rais na mkono wa rais katika azma ya Odinga kuwania urais itampa msaada upi ama nafasi yake itakuwa nipi? Maana tunaona kutoka awali ama kutoka mwanzo rais amekuwa akisema kwamba ni Odinga. Kwa hivyo kule kuwa kwake kule na kutoa hotuba na kusema kwamba Odinga ndio chaguo bora kwa Wakenya, inaashiria nini ama itamsaidia nini Odinga? Itamsaidia, imeshamsaidia. Hivyo ndo sitatumia neno itamsaidia. Nitasema imeshamsaidia tayari. Lakini bado uchaguzi hujafanyika. Lakini inamaanisha, unajua mara nyingi tunavyosema Kaka Tom kwamba aliye mamlakani akikupa mkono wake, hata tunaangalia upande wa Kenya Kwanza, hilo ndo kitu ambacho kinawauma sana na ndo kitu walikuwa wakipigania pia wao, ile kule uungwaji mkono na rais. Manake rais pia hata kama ni rais pia ni mwanasiasa, na ni
kwamba inajulikana wazi yeye ndio mwanasiasa kiongozi pale Mlimani. Naam. Hakujatokeza mwingine, yeye ndio wale tunaita kingpin. Kwa hivyo ni kumaanisha asilimia kubwa ya kura za Mlima zitaelekea upande wa Azimio la Umoja, zikija kupitia Rais Uhuru Kenyatta. Yes, manake ukiangalia hesabu tunasema ni kwamba mara nyingi nakwambia Raila alipokuwa peke yake, alipokuwa na Kalonzo, mara nyingi tu alikuwa anapata alikuwa anapata kura za kutosha. Hivi sasa kiungwa mkono na rais, itakuwaje? Safi Bwana Kim. Mtazamaji, tunayachukua mapumziko mafupi zaidi. Tukirejea tutaangazia ziara ya Odinga, maana jana aliwasili rasmi kule nchini Uingereza. Kwa hivyo ziara yake kwa ujumla tutaiangazia, ameenda kufanya nini kule, ama pia na yeye ameenda kusema kwamba kutakuwa na hivi ambavyo alisema Ruto. Pia tutaangazia masuala kuhusiana na Ruto, maana wale wafuasi wake kutoka Mlima Kenya wameanza malalamiko ya kwamba mambo kuhusiana na mgombea mwenza. Kadhalika kuna masuala ya Jimmy Wanjigi alijiunga na wakamtangaza ya kwamba yeye ndo atakuwa mgombea. Kwa hivyo tutaangazia pia mambo ya Malala. Malala amesema kwamba lazima ni Mdavadi, la sivyo basi itakuwa mambo mengine tofauti. Kwa mtazamaji, endelea kuwa nasi, tunayachukua mapumziko mafupi zaidi. Kumbuka ni Mizani Mezani, tunarejea muda si mrefu, sikwende mbali. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Missouri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Na mtazamaji, karibu tena katika sehemu ya pili ya Mizani Mezani. Kama ndo mwanzo unajumuika nasi, makala hewani ni Mizani Mezani, tukikutangazia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Kenya, Nairobi. Ni Sky Cable TV Kenya. Nilikuisha kuambia mitandao yetu ya kijamii, FB ni Sky Cable TV Kenya, IG Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @SkyCableTV Kenya, kadhalika YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Tufuatilie kote kote, tuma maoni yako, tuma maswali yako, tuma mapendekezo yako, ni kipi ungependa tufanye zaidi ili kuboresha makala yetu ya Mizani Mezani. Na studioni nilikwisha kuambia kwamba tunaye Bwana Kim ambaye tumekuwa naye siku zote kuyadadavua mawili matatu kuhusiana na siasa za humu nchini. Na mie mwenyewe unanifuatilia katika mtandao wangu wa FB ni Kaka Mogega, na kukaribisha kwa sehemu ya pili ya Mizani Mezani. Bwana Kim. Yes, naam Kaka Tom. Moja kwa moja pasi na kupoteza muda, tunaangazia ziara ya Raila nchini Uingereza. Ruto amekuwa kule majuzi, ametoka kule, ameingia ni Raila. Hii inaashiria nini mwanzo tukianza? Kama nilivyokuambia awali ni kwamba mtu yoyote ambaye anataka kuwania urais lazima afanye kampeni zake nyumbani na nje ya nchi, haswa katika yale mataifa mawili makubwa tunayojua yana interest sana nchini, moja ikiwa ni Marekani, nyingine ikiwa ni Uingereza. Naam. Na hizi
hauwezi watofautisha sana Uingereza na Marekani. Naam. Lazima pia kampeni zifanywe kule. Na pia walomwalika Deputy President Ruto pale Chatham House. Naam. Pia wamemwalika Odinga kule. Manake pia wanataka kujua wao wako safe pande gani, ama interest zao, manake tulisema interest kwanza zinakuja kwanza, nani ambaye ana uwezo wa kuzishughulikia. Na pia kuna kuna wapiga kura wa Kenya ambao wako nje ya diaspora. Pia lazima waelezewe tu kama wale wengine, manake ni kura tu nyingi, kura kama 1300 ama 400. Si kura chache. Kwa hivyo Raila Odinga pia atakwenda pale kuyapangua yale mapango yalikuwa yamepangwa na William Ruto. Kama anavyofanya hapa nyumbani. Leo utamuona Ruto yuko Meru. Kesho utamsikia Raila Odinga yuko pale kupangua. Pia utamsikia Raila yuko Mombasa. Kesho yake unamsikia Ruto yuko kupangua. Ni hivyo tu pale. Ni kuongeza ni kampeni tu zinafanywa. Na pia wale wanataka kusikia ni nani atakayekuwa na interest nzuri sana. Na kulingana na ratiba inasema kwamba aliwasili jana kule na alipokelewa na Manoa Espisu. Yule ni balozi wa Kenya kule nchini Uingereza, na inasema kwamba leo hii atakuwa na mkutano na UK. Waziri wa ulinzi anaitwa James Happy atakuwa na mkutano kule katika makao makuu ya ulinzi ya nchini Uingereza. Kadhalika atakuwa na waziri mkuu wa Uingereza. Si waziri mkuu aswa wa Uingereza, ni unaambiwa kwamba ni UK Prime Minister Trade Envoy to Kenya, Theo Clark. Watazungumza pia, watakuwa na mkutano leo hii. Pia kesho Jumatano Raila atakutana na Lord Tarif Ahmed. Huyu ni UK Minister for South Asia, North Africa, the United Nations and the Commonwealth, Foreign Commonwealth and Development Office. Kwa hivyo watakutana naye kesho. Ni kwamba Kaka Tom, ni kwamba ziara hizi si ngeni sana kwenye upande wa Raila Odinga, manake amekuwa akizifanya sana kwa muda mrefu sasa. Manake amekuwa kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu. Kwa hivyo si kama Ruto tu amejiunga juzi. Kwa hivyo kinara wa ODM ni mtu ambaye anaelewa sana hizi safari. Hizi ziara amekuwa akizifanya muda mrefu. Ndio maana mlilalamika sana akiwa kule Ruto, mlisema kwamba ameenda kufanya mambo ambayo si mazuri, lakini akienda Odinga kule amlalamiki. Mara nyingi safari hizi zilikuwa zinatengewa viongozi wa upinzani. Ama wenye wanahisi kwamba ni kwamba mkono wa serikali uko upande unaegemea upande fulani. Kwa hivyo Raila amekuwa akikwenda kule akiwa kiongozi wa upinzani mara nyingi. Lakini raundi hii hayuko peke yake. Unakumbuka Ruto alisema Kenya upinzani uko ndani ya serikali na serikali iko ndani ya upinzani. Sasa ni kama tuko na viongozi wawili wako hivyo. Raila yuko ndani ya serikali na pia ni ako ndani ya upinzani officially kwa karatasi. Ruto pia ako pande ya serikali, lakini kivitabu yuko serikalini. So kule ni kutafuta kura, na tunatumai tutamsikiza Raila na atakayosema basi ndio tutaweza kuamua. Pia wanasema kwamba hiyo kesho mchana atakuwa kule alikokuwa Ruto kule Chatham House. Kwa hivyo naye pia atakuwa kwenye kikango kule, tutasubiri tusikie atasema nini. Kwa hivyo hiyo ndo ziara yake Raila kule. Tunaambiwa kwamba siku ya Alhamisi atakutana na Archbishop wa Canterbury, Justin Welby.
Kwa hivyo sijui anaenda kuombewa ama nini. Unajua pia kladi ni kwamba mara nyingi Kaka Tom, kanisa na serikali ni ngumu kuzitenganisha. Unajua ni venye watu wengi wasemi. Serikali inategemea sana kanisa. Nayo kanisa inategemea sana serikali. Ni kwamba serikali inatumia kanisa kuwapa watu maadili mema. Na pia kuwatuliza. Unajua hali ikiwa ngumu mara nyingi kama tunavyolalamika sasa ni kwamba kuna shida ya hali ya uchumi iko juu. Unaenda kanisani, unatiwa moyo, unatulizwa, unatoka pale ukiwa sawa. Kwa hivyo mara nyingi serikali hutegemea kanisa sana kuwatuliza wananchi na kuwapa matumaini zaidi. Si neno ndo ziara hiyo. Basi letu ni kusubiri tusikie atakacho kisema kule, maana Ruto akiwa kule mlisema kwamba alienda kulalamika. Basi ni zamu ya Odinga, tunasubiria tusikie. Hamkusema, mlisema. Hatukusema alikwenda kulalamika. Tulimuona akilalamika. Lakini nani amesema kwamba maneno yake yalikuwa ni kulalamika? Maana aliyasema tu. Kulalamika kusema unapokwenda unasema hauna matumaini na serikali na wewe uko ndani ya hiyo serikali, ni kwamba huyu our friends tunawaalika, majirani tunawataka msimamie, tunawataka muangalie mambo isiende senege huko. Sikulalamika. Labda alikuwa anatoa hisia zake kule, si eti kulalamika. Labda alikuwa na swali mboga kabisa. Huko sikulalamika maana labda alikuwa anajieleza mwenyewe. Mtoto wako anapokuja kwako anasema daddy, angalia ndugu yangu ananisukuma, ndugu yangu anafanya nini? Atakula keki yangu, atafanya nini? Kule sikulalamika. Labda mtoto anakuambia kuna vile labda sikulalamika, anakuambia hiki kinafanyika, kwa hivyo naomba msaada wako. Lakini si neno, maana alisemwa sana akiwa kule. Sasa ambacho tunasubiria ni Odinga, yeye atasemwa sana. Kusemwa na yote alifanya hivyo, alisemwa sana. Sasa tungoje Raila Odinga. Tumungoje pia. Kulingana na upande Raila Odinga ni kwamba wako na urafiki sana karibu na serikali ya Kenya. Ni kwamba kule Raila si atakwenda kulalamika. Atakwenda kuuza sera zake. Safi. Manake anajua unajua mara nyingi pengine kutangulia ama kuchelewa kuna shida, lakini aliyetangulia unajua alilalamika na kasemwa venye unasema kukasemwa sana. Kwa hivyo Raila Odinga yale amehesabu ameyafanya, na sidhani yeye amekwenda kule kulalamika ama atalalamika. Tusubiri tuone, maana letu ni jicho na hatutasita kufuatilia. Mwanzo hiyo kesho akiwa kule Chatham House kule ndiko tunataka kufahamu ni kipi ambacho atakisema. Na tuachane sasa na mambo ya Odinga, mambo ya Azimio, tuingie mambo ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza Jumapili wamekuwa kule Thika, kule Kiambu, na tuliona waliokuwa wabunge wa kitambo na waliokuwa viongozi kitambo walijitokeza wakajumuika ama wakajiunga na Kenya Kwanza. Tulimuona William Kabogo yule, tulimuona ni Waititu ama ni Moses Kuria wa Matangi, wote hao. Naam, wote hao tuliwaona walisema kwamba sasa rasmi tumejiunga na Kenya Kwanza na tutafanya kazi nanyi. Hii inaashiria nini? Ama tuseme kwamba Kenya Kwanza huku ni kuvuna, wamevuna kutoka maeneo ya Kiambu. Unajua mara nyingi Kaka Tom, kuna watu wanasiasa tulisema kwanza very selfish, na wanasiasa wanaangalia interest yao kwanza. Ni kwamba akiangalia upande huu sitapata nafasi, ama nafasi inayotaka pande ile itakuwa ngumu kuipata, anakwenda kule anaona itakuwa rahisi. Manake pia ni hii mambo inafanyika pande zote. Unakuta kuna wanaogura UDA wanaingia
Azimio. Naam. Kuna wanaokwenda wanatoka Azimio wanaingia Kenya Kwanza, naam. Kumaanisha interest zao wanaangalia ziko wapi. Si kwamba kuna mambo makubwa yatabadilisha, lakini inasaidia. Wengi ukiwaangalia ni wanasiasa wakongwe, au wanasiasa waliokuwa wanaotafuta viti, wengi wao, ama ambaye yuko incumbent na anataka kubaki pale, lakini amesikia kuna mshike ground. Kwa hivyo inamaanisha ile si kwamba kuna boost kubwa. Kuna mwingine anaitwa aliyekuwa waziri katika serikali ya Kibaki, anaitwa Gerald Wiga. Sijui anatokea maeneo ya Embu, kitu kama hicho. Naam. Pia amejiunga na UDA. Ni kama tunavyosema, ni kama ligi za mipira. Ama za mchezo wa kadanda. Leo utamuona huo akicheza hii timu, kesho mpate kule akicheza upande huu. Kwa hivyo upande yote utakuta kuna wenye watajiunga na Azimio, na kuna wenye wanatoka Azimio wanakwenda hivyo. Ni kubadilishana, siasa iko hivyo. Inakubalika. Naam. Yes, Kaka. Si neno, lakini walisema kwamba ni kama Kenya Kwanza wamevuna kutoka maeneo ya Kiambu. Ukiangalia magazeti ya jana, hivyo ndio vichwa ambavyo vilikuwa vimeangaziwa katika hayo magazeti. Kiambu ni eneo ambalo huwezi sema. Na ni kwao, ni nyumbani kwao rais, maeneo ya Gatundu. Naam. Na Kiambu ndo kuna ushindani mkubwa sana. Ukizingatia viti hivi vikubwa, viti vya wamama, viti vya county. Naam. Kiti cha senator, cha wamama, na cha gavana. Hivi sasa kama kuna mahali kuna moto sana na wamejitokeza wagombea wengi sana, na si wagombea wadogo, ni wakubwa, ni kutoka eneo la Kiambu. Naam. Kama kwa sasa wanaojulikana wanagombea ni watu 10 hivi. Ugavana, kuna William Kabogo, yuko katika mlengo wa Kenya Kwanza. Inaonekana yeye ako na chama chake. Lakini pia yuko ni kwamba alidhihirisha dhahiri Jumamosi ni kwamba anaunga mkono Kenya Kwanza. Kuna mtu ambaye anaitwa Ferdinand Waititu ambaye amekuwa kwenye chama cha hiki cha UDA kilivyokuwa kinaundwa. Kwa hivyo ni mtu amekuwa pale ndani. Kuna Moses Kuria pia alichangia kuunda chama cha UDA. Na kuna mwingine amejiingiza senator wa Kiambu, wa Matangi, naam, yuko pale ndani. Na kuna Moses Kuria, yale ni majina makubwa. Na kuna MP kule, mbunge wa Thika, kama Wainaina, naam, ama maarufu sana anajulikana kama Jango, naam. Pia yeye amejitosa katika pale kuwania ugavana. Kwa hivyo ushindani utakuwa mkubwa pale sana. Kwa hivyo kuzoa pale wasema ni nguvu. Pia wale wote watakavyoona mahesabu yao, ni kwamba pia watakula kile chama. Manake upande wa Jubilee tunajua gavana ambaye aliye pale kwa sasa ndiye atagombania kiti ya Jubilee, David Nyoro. Naam. Philip Nyoro yule. Nyoro. Kwa hiyo lakini bado kuna madai ambayo yamejitokeza, maana wale ambao wanatoka Mlima Kenya, asuki msikia Irungu Kang'ata akizungumza, nadhani ilikuwa jana, wanasema kwamba liwe liwalo lazima Kenya Kwanza yule ambaye atakuwa ni mgombea mwenza wa naibu wa rais Ruto basi atoke Mlima Kenya. Na vivyo hivyo Malala juzi akizungumza alisema kwamba hawatambui chochote ni hadi iwapo watapenda kuendelea kushirikiana na Kenya Kwanza ama na UDA, lazima Mudavadi basi awe mgombea mwenza. Kuna mvutano sasa. Kaka Tom, kizungumkuti kikubwa sana.
Hii kwa katika miungano miwili ambayo inaongoza kwa sasa. Naam. Kizungumkuti ama mambo magumu sana ni kumchagua mgombea mwenza. Lakini inajulikana wazi ama ile tunasema gentleman's agreement ama tunavyoelewa ni kwamba mgombea mwenza lazima atatoka eneo la kati. Naam. Haijaandikwa popote, lakini kama unataka kupata hiki kiti lazima mkoa wa kati. Lazima mkoa wa kati uwe nao. Naam. Ndio umeona sana kina Gachagua, Irongo, Kang'ata ulisema siasa ni interest. Wako pale pia juu wanataka, hata kama wao wenyewe wanataka, pia wanataka mgombea mwenza atoke katika sehemu ya Mlima Kenya. Na kuwepo kwa Mudavadi kunaleta tatizo. Mshike. Na ni kweli, unajua madai yanaanzaga hivi. Kuna wale wanaitwa political mouthpiece. Tunajua political mouthpiece wa Jubilee, ukimsikia akiongea muradhe, wale wajateuliwa lakini wanaongea, na akiongea jua kuna kitu ambacho kitatokea ama kitu ambacho anakijua ambacho labda watu wengine hawajui. Tumeona kuna ndio nilikuwa kutajia political mouthpiece. Kuna muradhe katika upande wa Jubilee. Chama cha KANU tunajua kuna Nick Salat. Naam. Upande wa UDA wako tu wengi, wako akina Sudi, Rungu, Kang'ata, kuna Rigathi Gachagua. Japo siku hizi Sudi hazungumzi siku hizi, ametulia. Pia upande wa ODM tunajua kuna wale wanaojulikana kama akina Jimmy Orengo, akina huyu Junet huyu sasa. Wale tu ni wale waogopi kuongea, wanaongea tu wanavyosema, lakini anavyosema yeye hakuna mtu ambaye atamuuliza maswali, lakini anapoongea inamaanisha hiyo inaendana na chama chake. So unaposikia Cleo Malala na ndio political mouthpiece wa chama cha ANC, ulimuona pale kwanza alianza kuhudhuria mikutano yeye ndo alianza kuhudhuria mikutano ya Ruto. Maana mwanzo yeye ndo alimwalika Ruto kule ya Mumias. Hiyo ilikuwa inamaanisha ni kwamba pia kinara wake atafuata. So anaposema hivi ni ile sasa kuleta ni trouble ndani pia ya chama cha UDA hapo. Naibu wa rais ana kibarua kigumu. Na imejulikana tu wazi, yoyote hakuna ambaye atatupa mgombea mwenza lazima mweneo atoke eneo la kati. Asipotoka kule basi kutakuwa na aidha wakuwe na ile tunaita voter apathy. Hivi vyama viwili vikiungana viseme sisi ni tutamchagua Kalonzo na Mudavadi, kutakuwa na voter apathy upande wa Central. Na pia hiyo itaforce ile kitu inaitwa runoff. Na pia mwenye atakosa kumpa wa Central pia mambo yake yatakuwa magumu. Aidha ni Raila Odinga asipompa naibu kutoka Central, hali yake itakuwa ngumu. Naam. Manake tunajua kwa sasa kura za pale zimegawanyika kati. Na mtu anahitaji kura nusu ama 40% ya kura za Central ni Raila Odinga. Akishapata 40% mapema na asubuhi, mtu anahitaji 60%. Lakini bado anasema kwamba mlima wa kati ni mlima ambao Ruto ni maarufu kumuliko Odinga. Ni kweli kwa sasa ni maarufu, alikuwa maarufu, lakini kidogo mabadiliko yameanza. Manake tunakumbuka Ruto mara nyingi kampeni zake alikuwa anafanya pale mlimani, wiki moja ungemkosa pale, akienda nyingine anarudi. Lakini inamaanisha sasa siasa rasmi zimeanza. Raila Odinga akishikwa mkono na Uhuru Kenyatta wataingia pale. Na
mabadiliko tu polepole na pia Raila Odinga anahitaji tu nusu ya pale. Na wakiwa kule katika uwanja wa Thika, tulimsikia naibu wa rais akisema kwamba tumemsameha rais maana alituahidi ya kwamba angetunga mkono, lakini sasa hivi ameturuka, ameenda kwingine, lakini tutamsameha. Na ile toni yake ambayo alikuwa akizungumza nayo ilikuwa ni toni ambayo inaonekana ni kama tuseme ni toni ya huzuni kidogo. Kwa hiyo hii inaashiria nini yale maneno yake yale? Ni toni ya kujifanya na huzuni na pia akatumia toni ya mamlaka. Nilisikia akisema wakati alikuwa anatafuta mwanaume wakati alikuwa anatafuta mwanaume wa kupata kura, alinitafuta mimi. Ni kweli alimtafuta, na kisiasa iko hivyo, lakini sikumaanisha Raila Ruto walipokuwa walianza kuzozana na rais, na hiyo ndio ilichangia sana rais kuelekea upande wa Azimio. Manake hakutaka kubaki peke yake kwenye baridi, na pia Ruto ni kwamba yale matamshi pia yeye amefaidi kwa njia kubwa sana. Manake angefika pale kama angeungana mkono na rais. Manake wamekuzana, lakini aliyekuwa na mkono mkuu na aliyekuwa na mhitaji mwingine sana, tunaweza sema Ruto alikuwa na mhitaji rais zaidi. Na wapo wanaosema kwamba mna ujanja fulani ambao Ruto, yani ile sauti yake ile haikuwa tu ni kuhuzunika, lakini kuna kitu ambacho alikuwa anajaribu kuambia wale wananchi wa kule Thika, yani licha ya kwamba huyu nilimsaidia lakini ameniacha, kumaanisha kwamba labda ni msaliti. Kwa hivyo msimuunge mkono mtu ambaye ni msaliti, ambaye aliniahidi ya kwamba ataniunga mkono, sasa hivi ameniacha. Yani ni kama anatumia urefu fulani angalau kujizolea kura. Ukiangalia ile narrative imekuwapo haswa upande huu upande wa Ruto, ni kwamba kila wakati anapokwenda pale mlima ni kupinga rais. Ni kwamba kusema rais ameshindwa kuwafanyia kazi, hata kupitia kwa wale tunaita political mouthpiece, akina Nyoro, akina Gachagua, akina Irungu Kang'ata. Ni kwamba anaenda pale kuhakikisha anajua ile ni ngome ya Rais Uhuru Kenyatta, kwa hivyo lazima ampaint ama ambandike bango ambalo si mzuri ili apate kura pale. Lazima amuonyeshe rais amenisaliti, amenifanya, amenihangaisha, ile sympathy vote. Lakini ile eneo, unajua ndio eneo nalotoka, eneo la kati, ni eneo ambalo ni gumu sana. Wale watu muda ukifika wanafanya maamuzi, kwa hivyo ni ngumu sana kusema wako kikapu kipi. Lakini kwa sasa kuna mgawanyiko, lakini polepole natumai huo mgawanyiko utaisha, utaenda upande mmoja, ubaki kidogo upande mwingine. Yes. Na labda tukimalizia hii hoja ya Ruto, kuna hawa wanasiasa ambao walikuwa wanasikika na walikuwa wanaongea sana, hawangekosa hata kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari ndio ungewapata tu, yani walikuwa wamezoea kusema. Mmoja ni huyo ambaye alikuwa ni seneta wa Elgeyo Marakwet, Kipchumba Murkomen, akina Oscar Sudi na wengine wengi. Hata Ndini Nyoro siku hizi afanye kuzungumza sana. Unadhani kipi kinafanyika kwa wanasiasa hawa? Mbona wameamua ya kwamba ni kimya, ama kuna kitu ambacho wanakipika? Nimekuambia ni kwamba wanasiasa wako na interest. Na tunakumbuka hawa watu walikuwa wanaongea sana wakati chama cha UDA kilikuwa ni chama peke yake. Yani binafsi akikuwa na uungwaji mkono na vyama kama ANC na Ford, na pengine chama cha kazi na hiki tujibebe, ni kwamba pale walikuwa peke yao. Kuna wale wanasema huku ni kwetu, ni nyumbani. Lakini wageni wanapokuja lazima pia mnatulizwa. Sasa mjue wageni wapo,
wenye mlikuwa mnaongea tukiwa peke yetu, sasa lazima mtulize. Na pia wao pia wanaona walikuwa wanadhani, unajua Kaka Tom, wakati tuko peke yetu tukiwa watatu ama wawili na kuna chungu pale kina nyama ni kwamba tutakuwa tuko sawa. Tunajua wewe utakula robo, mimi robo, mwingine robo. Lakini panapoongezeka watu wengine interest zetu zinabadilika. Naona hapa yuko Malala, mimi ni Dindi Nyoro yuko Malala, ama kuna mwingine yuko Etangula na kuna mwingine. Kwa hivyo venye nilikuwa natarajia nitapata robo, ni kwamba mahesabu yangu yameanza kubadilika, naweza pata robo ya robo. Naam. Lakini si kwa upande wa Yuda ama Kenya Kwanza pekee, maana hata kule ODM ama Azimio la Umoja kuna wale ambao tumewazoea akina Ole Dama yule, siku hizi hatuwaoni. Ni kwamba ni kama nilivyokuambia, lazima wawapatie wale wawakaribishe wageni kwanza, ndio wahisi wako nyumbani. Unaona Moradhi anavyoongea, ako very friendly, anamwambia Kalonzo, ameanza kusema chama cha Jubilee si lazima watapata nafasi ya mgombea rais. Yale maneno yanatumiwa kuentice ama kuwakaribisha ama kuhakikishia hao wageni mko nyumbani, mtulie, hakuna mshike, na watoto sasa wenye wanaambiwa don't behave the way you used to. Msiende, mjue sasa kuna wageni sasa, moyo na ustaarabu kidogo. Moyo na ustaarabu, you are right. Ustaarabu sasa. Naam. So ni mambo kama hayo ndio unawaona wametulia. Naam, labda naona nafasi zao itakuwa ngumu, kwa hivyo wanafanya hesabu mbili na utawaona tu. Kutakuwa na ile inaitwa tunaita migration vipi, uhamaji ule, uhamaji. Kutakuwa na uhamaji mkubwa sana wa hivi vyama, upande huu kwenda upande huu. Naam. Tuna miezi 3-4 na kwanza tunatarajia hiyo itafanyika tukikaribia ile tunaita nomination, mchujo. Tukifika mchujo, utawaona wakianza kugura wakienda mahali mtu anasikia interest yake iko sawa. Naam. Hayo ni Azimio na Kenya Kwanza. Sasa kuna huyu ambaye anaitwa Jimmy Wanjigi, uliniambia kwamba amejiunga na chama cha Safina. Amekusha jiunga kule na wanasema kwamba yeye ndo atakuwa mgombea mwenza, na tunajua kwamba huyu Jimmy Wanjigi alikuwa anajaribu kuingia ODM kule akisema kwamba anataka awanie kupitia tiketi ya ODM, lakini wakamfukuza kule, wakamwambia hapa kuna mwenyewe. Sasa hii inaashiria nini? Ya kwamba Jimmy Wanjigi huyo ni mfanyabiashara maarufu nchini Kenya, amekwisha ingia Safina huku na wamesema kwamba yeye ndo atakuwa peperusha ile bendera ya chama cha Safina. Jimmy Wanjigi, cha kwanza, ni mwanabiashara mkubwa nchini. Kwa hivyo siasa unajua, huwezi tofautisha ama huwezi separate biashara na siasa. Manake unajua Jimmy Wanjigi ni mwanabiashara ndio, lakini hayupo kwa zile tunaita active politics, lakini yako kule nyuma anachangia ama anasukuma kuhakikisha interest za biashara ama za economy. Anamuunga mkono, wapo tu wanafanya hivyo mpaka saa hii. Wanawaunga mkono hao ambaye anajua interest zake zitakuwa sawa. Lakini tunakumbuka sana Jimmy Wanjigi alikuwa anamuunga sana mkono Raila Odinga. Lakini kumekuwa na hali ya mshike, manake anasema amesalitiwa. Na kwa siasa usaliti ndio biashara ya siku. Manake kwa siasa huwezi mfurahisha kila mtu. Alipoona hawezi pata nafasi pale ODM, na anataka kuwa katika sasa ile active politics, atoke kwa ile politics ya kusukuma. Basi ni mzuri akajiunga na chama ambacho kilikuwa kinaongozwa na Paul Mwite, yule mwana
mwanasheria yule senior counsel Paul Mwite ni kwamba Jimmy Wanjigi hicho chama sasa lazima ajiunge na mlengo wote, lakini tunajua manake ya hali ya mshike na Raila Odinga itakuwa vigumu kwake kuelekea upande wa Azimio. Ile nafasi ama option iliyobaki ni kujiunga na Kenya Kwanza. Yes. Nakumbuka pia Oka walimkana. One Kenya Alliance walimkana manake wakati alikuwa anajiunga nao hakuwa ametoka ODM. Kwa hivyo sasa lazima atafute kwa kuegemea katika hawa farasi wawili na hivi vyama hii milengo miwili. So Jimmy Wanjigi ni mtu ambaye amekuwa kwa siasa za biashara na kujua interest yake, lakini sasa yuko ndani ya active politics. Moja kwa moja yeye mwenyewe anataka kubadilisha. Lakini tunajua Wakenya farasi ni mbili, sasa yeye lazima atafute upande wa kweli. Atakuwa ni punda sio? Si punda, lakini lazima ajiunge. Lazima atafute mahali fulani ataka. Kwa hivyo tutarajia kwamba hataendelea kukaa Safina, hata yuko pale. Si kwamba hata ama labda Safina waamue kujiunga na uzuri wa hii miungano ni kwamba vyama vipo ndani havijabadilika, lakini ni muungano tu, vyama viko ndani. Inamaanisha ODM wako pale ndani kama ODM, Jubilee wapo, Wiper, hizo KANU, hivyo vyama havijavunjwa. So kwa hivyo pia yeye ana nafasi nzuri ya kuingiza sijui kama ni Kiswahili kizuri, kuingiza chama cha Safina. Lakini yeye nia yake ilikuwa ya kwamba agombee urais. Yaani hiyo ndo nia yake ya kwamba mimi hata nikiingia muungano wote ule nitagombea urais. Sasa akiingia muungano hivi itamlazimu. Si kwamba wapo tu wengi, si tunamjua kuna spika wa bunge la kitaifa Ajasi Muturi yuko na chama cha DP. Lakini amesema kwamba anaenda harudi nyuma, lakini ukiangalia hesabu na siasa ni kwamba wapo tu pengine kutengeneza majina, lakini nafasi hawana. Kulingana na siasa za Kenya, venye mkondo umechukuliwa na siasa za Kenya, ni kweli na si kwa ubaya, itakuwa vigumu kwao kuwa marais. Manake tunakumbuka kunao wengi kama Kibuda Kibwana, kulikuwa na Mukisa Kitui, kulikuwa na gavana wa Machakos, na wale wote hizo azma zao wameziweka kando. Manake wamefanya hesabu wakajua sina nafasi nzuri kwa sasa. Ni kama tu ule mgombea mwenza alikuwa anaitwa nani, Okuru Okot. Okuru Okot. Na kuna mwingine hapo awali alikuwa anaitwa Dida. Mwalimu Dida huyo. Kwa hivyo wapo tu watu kama wale, lakini venye siasa tunajua ni ngumu sana wao kuwa marais. Hawajazuiwa. Sasa nafahamishwa kwamba tunazo dakika chini ya 10 kwa sasa hivi, kwa hivyo ni kusanya ama kufunga kazi katika studio. Mtazamaji, ni makala Mezani. Tumedadavua mengi zaidi. Sasa tupo katika awamu ya mwisho, maana tumemla ng'ombe mzima. Sasa ambacho kimesalia ni mkia tu tutamatishe kipindi. Ni Sky Cable TV Kenya, unatupata katika mitandao yetu yote. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni @Sky Cable TV Kenya, Twitter @Sky Cable TV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Mie nifate FB ni Kaka Ogega. Basi uangushe maoni yako, jumbe zako, labda mgombea ambaye unataka awe rais ni upi. Kwa hivyo umeruhusiwa kurusha maoni yote yale, mtazamaji. Na tukimalizia, maana muda umeyoyoma kweli, maana siasa ni nyingi, hatuwezi tukamaliza siasa ya Kenya. Mbona unasikia kwamba Kenya siasa haishi, inaendelea tu, uchaguzi unafanywa, kesho yake siasa zimeanza. Lakini kuna haya masuala kuhusiana na huduma namba, maana koti iliharamisha ikasema kwamba mkakati mzima hukufuata ama haukufuata sheria. Sasa hivi naona kwamba mwanasheria mkuu ambaye ni Attorney General huyu Paul Kihara anaelekea mahakamani sasa kupinga, akisema kwamba
Mchakato ulikuwa umefuata sheria? Ni kweli kuna zile procedures kidogo sana sana walokwenda kotini ni walokuwa wanasema ni kwamba privacy ama usiri wetu utakuwa gumu sana kuwekwa. Naam. Na tunajua katiba mzuri inasema kila mtu ana haki ya hiyo right to privacy. Lakini huduma namba ni kama ilikuwa wanasema data kidogo ikipatikana na mikono ambayo si mizuri ama wahalifu inaweza katumiwa mbaya. Nadhani hiyo ndio ilikuwa chanzo kikubwa sana kwa huduma namba kutupiliwa mbali. Lakini ni kwamba Attorney General Kihara atarudi pale, ukizingatia kwamba ni mfumo ambao umetumia pesa nyingi sana za Kenya, na ni kwamba zile pesa haziwezi potea tu hivyo bure. Lazima wazifuatilie. Bilioni 6 hivi zinaelekea hivyo, sina uhakika, lakini ndio hivyo, ni bilioni karibia 6. Ni pesa nyingi zimetumika. Kwa hivyo lazima hakikishe mambo zile pesa zimetumika vilivyo. Na hii huduma namba ilikuwa, kwa maoni yangu mimi nilikuwa naonelea ni vizuri sana. Ilikuwa ni vizuri, ilikuwa inasaidia. Manake ukiingia kwenye wallet yako ama mkoba wako una kadi tu nyingi zipo zinakaa pale na zinaharibika, manake zimekuwa nyingi. Lakini ilikuwa inarahisisha mambo. Tumeweka jina lako Kaka, tunaona taarifa yako yote. Hiyo kadi bado ndo utatumia kwa zile vitu. Kwa hivyo mara nyingi serikali katika kesi kama hizi hushinda. Lakini unajua shida ya serikali ni kwamba wanaamua kufanya mambo pasi na kuhusisha labda Wakenya wenyewe, yani wanatumia nguvu, wanafanya mambo ambayo mwisho wa siku mahakama inakataa. Lakini waje tusubiri, maana anasema kwamba anaenda kuulizia ni vipi tena mnaharamisha shughuli ambayo imekwisha fanyika. Na ukikumbuka kwamba hizi kadi tulishapewa, sijui kama una yako. Yangu sikupata, lakini ama hukujiandikisha, na ni wewe mwenyewe unasema kwamba ni wazo zuri. Lakini mimi unajua zilikuwa zinapeanwa na mfumo na muda tunawapa watu fulani. So mimi sikuwa nimefikiwa kupewa, lakini ilikuwa katika process, kwa katika harakati za kupokea. Kwa hivyo inamaanisha kuna kesi mbili ambazo na matumaini serikali itazishinda. Moja wapo ikiwa ni hii na ile ingine ya BBI. Naam. Bado na yazungumzia masuala ya BBI, una hakika kweli kesi inaendelea kotini? Kuna kesi tunasubiria maamuzi. Kwa hivyo na matumaini makubwa kwa hizo kesi mbili ni kwamba upande wa serikali utafua damu. Aje tusubirie, maana muda wetu umekwisha. Ukweli wa mambo ni kwamba muda umeyoyoma. Kwa hiyo labda maneno yako ya mwisho, na labda kwa kifupi tu changie sekunde, maana sijakupa dakika moja nzima, ni sekunde chache tu. Bei ya mafuta ya diseli na petroli zimeongezeka. Hii inamaanisha nini kwa Mkenya wa kawaida? Kwa sekunde chache tunafunga. Inamaanisha kwamba bei ya vitu itapanda. Manake tunategemea, mara nyingi bei ya vitu hutegemea mafuta. Kwa hivyo Wakenya wajitayarishe, manake shilingi 5 si ndogo. Zitabadilisha mfumo wa bajeti kila nyumba ama kila mfuko. Kwa hivyo Wakenya watapambana na hii hali. Kwa hivyo Wakenya tu, yani hatuna letu, ni ambavyo tunaambiwa ndio hivyo, maana sisi hatuna uwezo. Kwa sasa sisi tutafanya nini? Lakini tutakubali tu matokeo, tutafanya nini? Tukubali matokeo, mtazamaji. Lakini wanasiasa wetu hawa ambao ni viongozi wetu, unajua kuna mtu alikuwa ananiulizia kwamba hivi rais anajua kwamba anapaswa kuongoza taifa, maana siku hizi ukiangalia kama majukumu ameyaweka pembeni, sasa yumo siasani mzima. Rais kidogo alokuuliza
Aliuliza swali, alijua kwamba Rais Uhuru Kenyatta ama tayari serikali imekwisha vunjiliwa mbali. Unajua labda huenda imevunjwa. Majukumu wataweka kando vipi? Na waona Matiang'i, Kibicho, akina CS Munya, Eugene Wamalo, wale wengine wote. Lakini wale ni mawaziri tu, wanachapa kazi. Si ndio wale sasa mwisho wa siku wale ndo wanamsaidia Rais Uhuru Kenyatta kufanya kazi. Mwisho wa siku wanampelekea maoni. Ama wao ndo wamevuruga mambo. Kwa hivyo alokuuliza aliuliza hilo swali. Ilikuwa ni mdahalo tu. Kazi inaendelea, manake tunajua sana mwisho wa siku Rais Uhuru Kenyatta kufanya maamuzi, kutia saini kusema hiyo iko sawa, iko sawa, nendeni mkafanye uchunguzi. Kwa hivyo kazi, kuna watu ambao wanafanya kazi na ile baraza la mawaziri. Na pia tunajua pia hilo baraza la mawaziri lina pia ambao wanafanya kazi. Alafu kazi inaendelea, serikali hatuwezi sema imekwama. Naam, inaendelea. Majukumu sioni kama rais ameyatupa. Si neno lakini ambavyo wengi wanasema kama maliza hatamu za uongozi, lakini si maneno yangu hayo, ni maneno ya watu wengi. Kwa hiyo mtazamaji, ni fahari yetu ya kwamba tumekuwa nawe tangu mwanzo hadi sasa hivi tunafika tamati mwa makala yetu Mizani Mezani. Kumbuka ni makala ambayo yanakujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 3 hadi saa 4. Kwa hiyo zidi kufuatilia, maana pia nakukumbusha kwamba Ijumaa hii kuna kitu ambacho kitaangushwa katika studio hii. Kwa hivyo zidi kufuatilia, utagundua ni kitu kipi hichi. Nimekuwa wako Kaka Tom kwa niaba ya mwenzangu Bwana Kim ambaye ni mchanganuzi wa siasa na masuala yanayofungamana na sheria. Basi mie na wewe tuonane juma lijalo panapo majaliwa na kudra zake Mwenyezi Mungu. Naondoka na kuacha na useme kwamba si kila mshika kipenga ni refa. Kuonana majaliwa. Kwaheri. Naam.